Mpendwa wangu, msikilizaji wangu na mtazamaji unayenitazama hivi sasa, naomba kujitambulisha kwako. Mimi ninaitwa Sebastian Julius Mailani, ni mchungaji wa kanisa la EAGT, namtumikia Mungu katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Bukoba. Ninaomba nikushirikishe ujumbe mfupi niliouandaa unaohusu nyakati tulizo nazo. Tunaishi kipindi kigumu cha nyakati za mwisho. Neno la Mungu linasema nyakati za mwisho ni nyakati za hatari, na ndicho kipindi tunachoishi hivi sasa. Ni kipindi ambacho kimejaa vitisho vingi, lakini vitisho vyote vinatokana na Shetani, kwa sababu anataka atishie maisha ya watu, alafu wakishaogopa awapate kirahisi. Kwa sababu ya kuogopa huko, watu wengi wametafuta waweze kupata msaada. Mara nyingine wamejikuta wamekwenda mpaka kwa waganga wa kienyeji kutafuta msaada, kwa sababu wametishiwa. Lakini kimsingi watu wote wanaoishi 80% wanamjua Mungu, lakini pamoja na kumjua Mungu wamemwacha Mungu, wakaenda kwa waganga wa kienyeji kwa sababu ya vitisho vya adui. Ujumbe nilio nao kwako, ili umshinde Shetani na kushinda vitisho hivi anavyovinua kwako, ukaogopa ukaenda kutafuta msaada kusiko kwako, au kusiko nyumbani kwako, au kusiko na huruma kwako, kuvishinda vitisho hivyo ni kumpa Yesu maisha yako. Yesu ndiye anayeweza kumshinda Shetani na ndiye aliyemshinda Shetani. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 kuanzia mstari wa 1, utaona Yesu alivyoongozwa na Roho nyikani, akaenda kuomba huko, Shetani akaenda kumjaribu. Ni mambo mengi aliyozungumza naye, na yote ndiyo maisha tunayoyaishi sasa, lakini Yesu alimshinda Shetani. Tukishikamana naye tutamshinda Shetani. Hivyo msikilizaji wangu, ninaomba uanze kutafakari vizuri. Msaada wako usiutazame kwa mganga wa kienyeji. Ukiendelea kuwaza kwenda kwa mganga wa kienyeji, unatafuta matatizo makubwa yatakayokutafuna wewe, watoto wako, na maisha yote kuwa ni maisha ya hasara, kwa sababu Shetani siku zote hawezi kuleta faida, kwa sababu yeye hana huruma na mtu, kwa sababu yeye hakuumba. Ila kazi ya Shetani ni kuchinja, kuua na kuharibu. Utakapompa nafasi ataitumia, na ndio maana sasa hivi kumekuwa na hali inayotisha kwa habari ya vifo. Tuna vifo visivyokuwa vya kawaida kwa sababu ya ukatili wa Shetani, na kimsingi watu wamempa maisha Shetani ili aweze kuwatesa hivyo. Unapolisikia neno hili, hebu jaribu kupiga moyo konde, utafakari maisha yako, utafakari wewe umetoka wapi na unakwenda wapi. Mungu sio kwamba amekuacha, Mungu hajakuacha, ila ni wewe unayemwacha Mungu kutafuta msaada upande wa pili ambako yeye hajakuelekeza hivyo. Ninakushauri sana umrudie Mungu, utafakari wema na fadhili zake juu yako, utafakari uzuri wake, ili uweze kuishi maisha yasiyokuwa na mashaka. Na namna ya kumshinda Shetani ni kumpa Yesu maisha ukaokoka. Watu pekee wasioweza kurogwa ni wale waliompa Yesu maisha, lakini wale ambao hawajampa Yesu maisha hawawezi kushinda kurogwa. Mtazamaji wangu, ninakushauri, nina ujumbe mfupi kwa ajili yako. Mshinde Shetani kwa kumkimbilia Mungu ambaye ndiye baba yako. Niombe kuishia hapo kwa leo, na kwa wakati mwingine nitakuletea ujumbe mwingine. Mungu akubariki sana. Naomba nikuombee. Mungu Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu na msikilizaji aliyesikia ujumbe huu. Na kuomba Mungu wa mbinguni, ujumbe huu uwe mbegu inayozaa matunda. Badala ya watu kupotea wakimkimbilia adui Shetani, warudi kwako. Mungu waongoze kukurudia, waongoze kukujua. Shikilia maisha yao na kuyatunza. Wape uzima, si mauti. Shetani anapanga mauti juu yao, wewe unawaza uzima juu yao. Wape uzima, Mungu wa mbinguni. Bariki maisha yao, wainue na kuwasaidia, watetee na uwashindanie,
Ninaomba hayo nikiamini kwa jina la Yesu. Amen.